Katika sehemu nyingi kuna watu wamejenga katika mito. Mumeona pale Nairobi tumepoteza watu wengi ambao walikuwa wamejenga katika ile mito kule Nairobi na sehemu zingine. Safari hii tumesema lazima wahame. Lazima watoke katika sehemu zilizotongewa mito kulingana na sheria za nchi yetu ambayo inasema ya kwamba huwezi kujenga ama kufanya maendeleo yoyote ama kulima mita 30 kando ya mto. But many of us in this country have disregarded our planning laws. We have encroached on riparian reserves, and the floods today are becoming more vicious and more dangerous because of our inability to protect our riparian corridors. This time round, the government has ordered all those people who have constructed houses, businesses, or those who are farming in the riparian corridors to vacate that corridor, and if they don't, we will remove them by force. Tumeanza kule Nairobi, tumetoa watu 181,000 people who had constructed on the banks of the Nairobi rivers, that is the Nairobi River, Mathare River, and Ngong River. And we have similarly situated people. We have other places across the country where people have built on the riverine, where people have built on the riparian corridor. They must move. Lazima watoke na si tafadhali. Kwa sababu ni kwa kwanza kabisa ni kwa usalama wao. Na pili ni kwa sababu ya usalama wetu sisi zote kama taifa, kwa sababu janga kama hili ni tisho kwa usalama wa taifa letu. Kwa hivyo mimi nashukuru wale tulitoa ilani tukasema wahame, familia nyingi wamehama kwa hiari, na tunashukuru kwa sababu hiyo ndio inatakikana, mwananchi kutii sheria bila kulazimishwa. Lakini wale bado wanaregarega wakifikiria ati hii mvua ikipungua serikali italegeza kamba, waambiwe wanapoteza muda wao. Tutawaondoa, and we are going around the entire country reclaiming all the riparian corridors.